mtazamaji na ndugu msikilizaji, karibu katika channel yetu Wabila Wadogo Media. Ukitaka kuingia YouTube unaandika Wabila Wadogo TV, ukiingia WhatsApp andika Wabila Wadogo channel, ukiingia TikTok andika Wabila Wadogo TV. Mimi mtaalamu wako wa saikolojia naitwa Kelvin Barnabas. Kabla ya kuanza somo letu tuombe. Mtakatifu, tutakushukuru. Tutapenda kusema somo hili Bwana ukutongoze, Yesu Mwokozi, tuamini. Somo la leo linasema makundi manne ya tabia za binadamu. Wataalamu wa saikolojia namba 2 wamesoma tabia za binadamu na hatimaye wamezigawanyisha katika makundi mawili ama kategoria mbili ambazo ni moja, introvert. Introvert ni wale watu wenye uwezo mkubwa wa kiakili na wanatafakari za kina katika mambo yao. Lakini hili kundi limegawanyika katika makundi mawili ambayo ni melancholy na phlegmatic. Na pia tuende katika kategoria ya pili ambayo ni extrovert. Extrovert ni watu wenye uwezo wa kawaida kiakili, hawana tafakari za kina katika mambo yao. Na pia kundi hili limegawanyika katika makundi mawili ambayo ni moja, sanguine, pili, choleric. Tunaanza katika kundi la melancholy ambao lipo ndani ya kategoria ya introvert. Sifa hizo katika kundi hili, namba 1, wana uwezo mkubwa wa kiakili, yani high think capacity. Unakuta labda mtu ana uwezo mkubwa wa kiakili, anakuwa anabuni vitu mbalimbali vya kisayansi. Ukiona mtu kama huyo ujue yupo katika kundi hili la melancholy. Pia wanamudu vizuri mambo ya sayansi na hisabati. Unakuta mtu anajua hisabati, anajua sayansi, ukimpa swala la sayansi anajua, au ukimpa swala la hisabati anajua. Lakini watu katika kundi hili wanaanza kushindwa kuliko kushinda. Mfano, akitaka kuanzisha duka, akisema hapa nikianzisha duka, labda duka langu likaungua au vitu vya ndani vikaibiwa, baada ya kuanza kuwa nikianzisha duka nitakuwa napata mtaji mdogo mdogo, anaanza hayo mambo ambayo yanakuja kumwasili katika uchaguzi ule wa busara. Pia wanapenda kufuata sheria na kanuni za eneo husika. Useme akiwa shuleni, akiambia usitupe takataka hapa, usikojoe hapa, anakuwa anafuata hizo sheria na kanuni. Pia anapenda kufuata sheria na kanuni za dini husika. Sema akiwa Mkristo, anaambiwa hivi, usisuke nywele, usivae nguo fupi, na kweli anakuwa avae nguo fupi. Lakini nyingine wanajeruhika sana mioyo yao kutokana na kutunza machungu ndani yao. Yaani unakuta mtu anakuwa na kinyongo na mtu fulani, akiwa na kinyongo na huyo mtu anakuja, yani huyo mtu kila saa akimwona anatamani hata ampige hivi, yani huyu kile kitendo alichomtendea yule rafiki yake, alichomtendea huyu, anakuwa bado anacho moyoni mwake, na namna hiyo anakuwa ana uwezo, yani kila saa anakuwa anaumia. Na pia wanaibu sana na watu wasiozoeana nao. Unakuta mtu anaibu, yani akisema amekaa mtu ana present, amekaa mbele ya washiriki, anakuwa anaibu. Hata ukimwambia programu yake, akiwa anasema pale programu yake lazima akosee. Lakini hii kati ya familia moja, baba na mama akiwa melancholy, na hii inapelekea inasababisha mmomonyoko mkubwa wa maadili na kutokana na hawa melancholy. Tunaenda katika kategoria ya pili. Tunaenda katika kundi la pili ambao ni phlegmatic. Sifa za watu katika kundi hili, na moja ni utendaji wao wa kazi unafikia kati ya 20%. Yani ni mdogo sana. Unakuta mtu amepanga labda anaenda shambani, labda anaenda kupalilia manyasi, anafika pale anakuta manyasi hapo kama hivi, yani madogo madogo, anasema hapa nikianza hapa mpaka nifike na manyasi si madogo sana. Pia huwa ni watu wenye kuahirisha mambo.
yaani akifanya jambo anaahirisha, sema nataka aende sehemu akaahirisha. Tunaenda katika kategoria ya pili ambayo ni extrovert. Kategoria ya pili ambayo ni extrovert, ambayo ndani ya kundi yake unakuta kuna choleric. Sifa za watu katika kundi hili: namba moja, wana uwezo wa kawaida kiakili. Yaani unakuta mtu ana uwezo wa kawaida wa kiakili, lakini pili, hawapendi kuhukumiwa. Yaani wapendi sema unamwambia unamchana hadharani. Waswahili sasa hivi wanakuambia unamchana hadharani, yaani unamwambia matendo yake yote, yani anakuwa ana amani, yani alikuwa apendi kuhukumiwa makosa yake yote. Lakini ni watu ambao hawana unyenyekevu wala heshima kwa watu. Unakuta hata mzee watu amekaa pale anaomba labda msaada, yeye anampisha tu, yani aoni hata thamani kumsaidia. Kama unajua upo katika kundi kama hili, basi uwe katika sifa hiyo, uwe unasaidia watu. Lakini tuende katika kundi la pili ambao ni sanguine. Sifa zetu katika kundi hili: namba moja, ni wacheshi sana, mtu fulani akimwona mtu fulani pale yani akimwona muda wote, hata mtu akiwa kimya, akimwona yule anakuja, labda anajua yule anachekesha sana, ndio maana anaanza kucheka. Wanaanza kucheka, akikaa pamoja anajua tu yule wakikaa naye pamoja wanacheka, wanapiga story, wanacheka. Pia wachekeshaji wote wapo katika kundi hili. Yaani inasadikika kwamba wachekeshaji wote, wakina Ndalo, wakina Steve, wakina nani wote, yani wote wachekeshaji wote, yani wote wapo katika kundi hili. Lakini ni wao huanika mambo yao binafsi mbele za watu. Yaani unakuta mtu anajitapa, anasema jamani, mimi msafi, mimi napenda kufanya kazi fulani, yani mimi msafi, sijui anasema mimi najua kusoma. Yani unakuta anafanya sifa kama hizo, anapenda lakini wanapenda kujisifu. Anasema mimi msafi, hapa mimi unavyoona mimi msafi, yani hapa nimekaa mahali safi. Yani unakuta ndo watu kama hao, ujue ukiona watu kama hao katika eneo fulani au labda sehemu fulani, ndo hao wapo katika kundi hili wanaojisifu.